Saizi ameingia kwa nusu mkate, na alikuwa amesema serikali yake itajengwa na mahasira, itajengwa na mama boga na watu wa bodaboda, haitakuwa nusu mkate. Saizi ni nini? Mungu anasema, na mimi nitakuweka aibu mbele ya watu waliokuheshimu. Nitakuweka aibu, dunia mzima itakuangalia hivi, maana aibu nitakayotia ndani yako kila mtu ataishuhudia. Aliapa akasema nusu mkate haitakuwa. Saizi tuko na nini? Hata ni dream quarter ya mkate. Yule mtu alikuwa anasema huyu ni muganga, saizi ako na muganga kwa meza moja. Hivyo ndivyo Mungu anatuangalia kwenye maisha yetu. Tulidanganya Mungu tukamwambia tutafanya hiki, tutafanya hiki, tutafanya hiki. Alipokupatia sahani, alikokuandalia meza, ukamgeuka na ukamwambia Mungu, umezeeka, nenda ukae chini kidogo, tukupangie serikali, tukupangie kanisa. Kwa Kisugu wanasema let God handle it. Wacha Mungu aifanye. Sema, mwambie mwenzako wacha Mungu afanye. Ndio maana the king is here. Our king is God. Wacha Mungu afanye nini? Afanye. Maana mambo kama haya hayafai kuwa katika maisha yetu. Mambo ya mama kama huyu anakosa chakula, ili hali tuko na wanaume, tuko na watu walio na nguvu, tuko na nchi iliyo na serikali, tuko na taifa liko na makanisa mengi, but nobody is taking care of. Ndio tunasema tutigire Ngai. Wacha Mungu, let God handle it. Tutigire Ngai. Tondu ucio niguo ndure wa bata muno. Tupate kitabu cha Zakaria 9 mstari wa 9. Tuachie Mungu. Maana huyu Mungu ndio ana uwezo wa kufanya, ndio ana uwezo wa kusaidia. Furahi sana, ebu binti Sayuni, piga kelele, binti Yerusalemu, tazama mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki, naye ana wokovu, ni mnyenyekevu, amepanda punda, na mwana punda, mtoto wa nani? Wa punda. Maana amekuja katika maisha yako licha ya unyonge. Onokoro turagerera handu haritu, onokoro turagerera kenyararo-ine, onokoro turagerera mathina-ine, uyu Ngai ni okite na niwe muthamaki wa athamaki. Niwe ugututeithia, niwe ugutuma maundu maitu macenjie, miturire itu icenjie, maisha yetu itabadilika, maana huyu kiongozi, huyu muthamaki amekuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kila jambo maisha inaweza kuwa magumu. Wengine wenu tumekuja hapa kwa sababu maisha imekuwa magumu. Umekuja apostle aliyaokigo kemwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jiulize, ni kwa nini ikafika hapo? Why has it been to that level? Why are you facing these challenges? Why are you facing? Ni kwa nini imefika mpaka tumekosa utu? Ni kwa nini ambako tuko na serikali iliyosema ya kwamba haitavunja manyumba tena bila kupangia watu ni wapi wataenda, lakini hiyo serikali ikakuja bila kujali hawa wamama wamelala nje, the same government ikawaweka sasa wanalala kwa mitaro. They don't have food, they don't have anything to eat. Mungu, tulikukosea wapi? Ni nini hii imefanya tukafika kwenye kejeli hii? Ni nini hii imefanya tukafika mpaka kudharauliwa, mpaka mama wetu, ababa wetu wakadharaulika? Hakuna mtu anayeshughulika na wao. Tuko na serikali ya kitaifa, tuko na serikali
na county government, tuko na makanisa, tuko na vikundi, tuko na wamama wachanga, tuko na wababa wachanga, tuko na wavulana, tuko na wasichana, but nobody is picking it. Na kuna mtu anachukua jukumu ya kuona ya kwamba your mother is sleeping naked, your mother doesn't have food, your mother doesn't have water, your mother doesn't have a place to call home. Nobody is caring. Na unakuja kanisani kuja kusema Yesu unaenda mbinguni, na kuimba nyimbo za parapanda, parapanda ikilia, parapanda ikilia, tutaenda mbinguni. Utaenda mbinguni na makao yako mwenyewe, roho yako mwenyewe haikubariki, haiwezi kukufikisha mbinguni. How can you go? Ogethie ko neko gethie ne igoro rere ko gethie mutumia toyo agekoma mutaro wa Kristo ne igoro rere ko ni wapi mtaenda? Which God is this one? Ni Mungu gani huyu mwenye hana huruma? Ni Mungu gani huyu mwenye wewe mwenyewe unaabudu Mungu mwati Mungu mkubwa, ele hali kiumbe chake kama hiki hakina uwezo wa kukula chakula, hakina uwezo cha kulala mahali, hakina uwezo cha kufanya chochote. She is here, she cannot afford anything. Hana nguvu ya kufanya kazi. Wewe ambaye uko na nguvu, uko na mamilioni, umeweka kwenye akaunti, uko kwenye power, umekalia viti, uko kwenye power unafanya vitu. Wewe ni kiongozi wa kanisa, tunaenda mbinguni. Why did Jesus come? Jesus came because of such a people. Aliuliza, nilikuwa na njaa na haukunilisha. Tunatafutaga Yesu kwenye makanisa, tunatafuta Yesu kwenye nyumba zetu, tunatafuta Yesu kwenye mapasta na maaposto. But Yesu nilimtafuta nikampata. Anasema nilikuwa na njaa na haukunipa kitu ya kukula. Kumaanisha nini? Ya kwamba Yesu anaishi wapi? Kwenye watu walio na njaa. Nilikuwa jela na hakuna mtu, na haukuja kuniangalia nikiwa jela. Nilikuwa jela na haukuja kuniangalia nikiwa jela. Haukuja kuniangalia. Kwa hivyo Yesu hayuko kanisani, Yesu yuko kule jela. Nilikuwa mgonjwa na haukusimama na mimi. Na sisi tunamtafuta Yesu makanisani, kumbe Yesu yuko kule hospitalini. How on earth utaishije? Wewe umekuja kanisani Sunday, Monday mpaka Saturday, hakuna mahali ulimtafuta Yesu. Sasa umekuja kwenye kinyumba kama hiki, unaanza kumwambia Yesu, oka. Yesu kuja, atoke kule yako akuje hapa, kwa sababu wewe ni mtu wa maana sana. Jesus is not in the churches. Jesus is not in the synagogues. Jesus is not in the temples. Yesu hayuko kule. Yesu yuko kwenye huyu mama aliye na njaa. Yesu yuko kwenye huyo mtu ambaye amekejeliwa. Yesu yuko ndani ya jela. Yesu yuko ndani ya hospitali. Yesu yuko ndani ya masikini. Yesu yuko kule anateseka. Wewe na wewe umemngoja huko kanisani ati akuje akusaidie. Ile hali amenaswa kule kwa jela. Amenaswa kwenye umasikini. Amenaswa kwenye vibanda vya makaratasi. Amenaswa kwenye mitego ya shida. Yet you are calling on this Jesus to come. Anasema hayuko huko unamtafuta. He is not in this church. He is in the hospital. Yuko katika huyu mama. Huyu mama mwenye hata chakula amekosa. He can't. Tulikosa utu aje? Tulifikaje mpaka tukakuwa? We are no longer human being. You don't care. Wewe unagoshika na kwa kunyumba. Una nguo ngapi za kifahari kwa nyumba? Na konanga unavaa malio roho maduri, nguo mzuri. Uko na nguo ngapi kwa nyumba? Kwako kuko na nguo ngapi mzuri, sio zile zimeraruka? Mingi sana. Kwako kuna nguo ngapi kwa nyumba? Zinametameta kama hizo. Huyu mama hata hana nguo mbili, na akiwa na mbili, moja ni kitambara. But you are comfortable. Mahali huko unakula na unakunywa na unaelekea mbinguni.
Unaenda mbinguni kufanya nini? Kama dunia hii haujaiboresha, kama hapa tunakaa, you have not yet made it to become, haujasaidia mtu, haujakuwa baraka kwa mtu, then what are you doing? Ni mbingu gani unaenda? Wakristo, niko murathie ko kwao. Munaenda kwa nani? Umeokoka, unaenda unaokoka. Umeokokea nani? Na haujashughulikia kiumbe hata kimoja duniani. Haujatambua ukajua Yesu anakaanga wapi. Unafikiria Yesu anakaanga makanisani. There is no Jesus in churches. Jesus is in the hospital. Nilikuwa mgonjwa na haukuja kuniona. Jesus ako Kamete prison. Nilikuwa Kamete, nilikuwa jela na haukuja kuniangalia. Jesus ako kwenye tumbo isiyo na chakula. Nilikuwa sina chakula na haukuja kunisaidia, haukuninunulia hata chakula. Ndio kwa maana ulikosa kuelewa Mungu, ulikosa kuelewa Yesu. Because we are preaching Jesus we don't understand. Jesus is a mercy. Jesus ni huruma. Jesus ni upendo. Jesus ni umoja. Jesus ni kusaidia wale wengine. Yesu anaonekananga kwa matendo. Yesu anajulikana kwa matendo. Yesu anakaanga kwenye matendo mazuri yenu. Yesu akaangi kwenye manyumba kama haya. Yesu akaangi kwenye magari mazuri unaendesha. Yesu akaangi kwenye mavazi mazuri unaendesha, unavaa. Yesu ako kwenye huruma, moyo wa huruma, moyo wa upendo, moyo wa kusikiliza wale wengine, moyo wa kushughulikia wale wengine, moyo wa kuwa na baraka kwa wale wengine. We no longer care as long as tumbo yako imejaa. Umeweka kwa fridge, maelfu ya pesa imejaa kwa fridge, kwa baridi. Ama chakula inakaanga kwa joto, umeiweka kwa baridi, kumaanisha hata wewe ni baridi tu. That is why you have kept your things in the baridi. Na nikiona mahoya maku makorwa mari mahehu, wanawageria gwetana, there is nothing. Mumekuja hapa kwa sababu, sio kwa sababu mlikuja kuabudu Mungu. Mlikuja hapa kwa sababu maisha imekuwa gumu, kazi imekosekana, hauna pesa, nyumba inikufugwa inafugwa. You did not come here because of God. You came here because of problems. You came here because of challenges. That is not worshiping God. Mutiri goko ni undu wa Ngai, mwe goko ni undu wa mathina maria mamurehete goko. Hakuna siku Mungu atakusikia. He will not hear you. Mwe goko tondu ni kamutu, ni muraiguire gwe kamutu goko kana tiko ni mura yeah. Omothe tukire kanitha, mothe ni sade. Twitikie Ngai, twende Ngai na tuikare uria Ngai endete. Ngai witu ndari atuconorithia, Ngai witu ndagatutiganiria, Ngai witu ni murathimi. Ngai witu ndagitikira ukome utari na gya kuria, tondu nioi kurathima na nioi guteithia. Huyu Mungu anajua kubariki. Huyu Mungu kama amekupatia uhai, amekupatia nguvu, amekupatia nyama, amekupatia uzima, amekupatia kila kitu, he is capable of making you the best out of the best. Anajua kubariki na kubadilisha. Kubadilika kwako ni kubadilisha maisha ya binadamu. Kwenda mbinguni ni kubadilisha maisha ya binadamu. Hiyo ndio tiketi ya kwenda mbinguni, sio ya kutoa ushuhuda ati tangu siku ile niliokoka 1974 jeigwa kumutorera mwathani, ndeigwa kumwenda. Kama Yesu aliwauliza, niliwapatia moja, nikampatia talanta moja, mwingine talanta ngapi? 2, mwingine 3, mwingine 5. Ukaulizwa, yako ulifanya nayo nini? Talanta ile ulipatiwa ulifanya nayo nini? What did you do with what God gave you? What did you do na macho ambayo alikupatia? Ulifanya nini na masikio alikupatia? Ulifanya nini na miguu alikupatia? Ulifanya nini? Ulifanya nini? Niki wekire na kiu akonegerete. Alikupatia pesa, kibunda cha pesa, lakini haukusaidia mtu hata mmoja. Ulienda kwa baa wanaume kukamata kitu
na visichana viwili, kimoja kia kupepeta baridi igie, na kingine kia kukukisi padi hii ingine, na kingine kia kukunyonyora maguru. Na unamulipa. Alafu sasa umekimbia hapa kusema, Mungu naomba nifungulie mlango. Haukumbuki kejeli ulioifanya. What did you do with the little that God gave you? What did you do with the little that God gave you? A personality. Amekupatia uhai na nguvu na sura mzuri. Uliitumia aje kusaidia na kubadilisha maisha ya dunia? Jesus is never the man you know. Huyo Yesu mnamhubiri wa kukaa kwenye mahoteli, wa kukaa kwenye manyumba mazuri kama haya, wa kukaa katika maisha mazuri ya mstarehe. That is not the Jesus we are talking about. Huyo ni Yesu wa msungu. Tunaongea Yesu wa Biblia. Mwenye alienda akakuta watu walikuwa na njaa, akasema hawa si wa maombi, hawa ni wa chakula. Mwenye alienda akakuta watu wanafungwa, wameshikwa mateka, akawafungua minyororo ya mateka. Mwenye alienda akakuta watu wako na njaa, na watumishi wake wakamwambia, waambie waende maana hatuna chakula na kunaenda kukua giza. Akauliza, mko na nini? Yesu wa mikate 5 na samaki 2. That is the Jesus we are looking for. Yesu ambaye aliwaambia watumishi wake, ambao watumishi walikuwa wamemwambia, hatuna chakula. Chakula ambacho tuko nacho ni mikate 5 na samaki 2 tu, na hizo ni zetu. Sisi, wewe na sisi tutakula. Naye akawauliza, leteni hizo mikate. Huyo Yesu ndio tunamtafuta. Yesu wa kulilia maskini, Yesu wa kulilia walio mateka, Yesu wa kutetea waliofungwa, Yesu wa kutetea walio wagonjwa. Maana hawa wakongwe wengi si wagonjwa, ni njaa. They are suffering because of hungry. Ayatiari waru. What kind of Jesus are you worshiping? You want to get rich? Ukoro na mafesha maigi uigi account ni yaku. Ukae kwa nyumba ya 3 bedroom na kifuriji kikubwa na jiko la gas na chakula na kanyama kanusu busi kamekaa kwa friji ukurage pole pole. There is somebody crying to Jesus. Na wakati ulikuja kanisani, ulidanganya Yesu ukamwambia, nipatie na mimi nitasimama na kazi yako. Kazi yako si kusimama na pastor, si kusimama na apostle, si kusimama na mwinjilisi, ni kusimama na huyu mama, ni kusimama na huyu baba. Mng'arishe Yesu, atafurahi akiwa mbinguni. Mpatie chakula Yesu akiwa mbinguni, akiwa katika mkono wa kulia wa baba. Atakutetea, atakupigania, na atasema kweli huyu ni wa moyo wetu. Ndio baraka yako ikuje. Baraka haikujangi. The only commandment that has what? A promise. Teatho gwo na nyukwa niguo matuko makumeke atia. Thoguo no ndio guciarite. This is your father. This is your father. This is your mother. Kote ati kumehegeteo kumenyiheria shosho we mwega na kumeherera njira shosho we mwega ndokehetuke na shosho arathie gitugugaga oguo ugathio kiugaga shosho anyuite karubu ni karubu mukuja na ni ng'aragu maguru ni mathirire hinya arathie ugo ndegetha kigeria gwi support agetharia nginya Ngai akamuikagiria kiriera gya kumutwarithia iguru nigetha thitari parachute ni ng'aragu. Na yego koko no ndore radio kihuraga ni uri orete tuirio twa fridge na nyama njega na nduma na ngwashe na sausage na spinach na indo njega na kabiribiri turahohuragira ndondo na ciranuka. Kuwa na mwenye upole ni kujua una mama pale unashughulikia. Kuwa mwenye upole ni kujua kuna mtu aliye na tatizo anahitaji msaada wako. Kuwa mwenye upole, kuna mtu anateseka kule hospitalini, unaenda unamtembelea. Kuwa mwenye mpole, najua kuna mtu aliye jela anahitaji kasabuni tu, kasabuni ama tissue paper, unampelekea. Kuwa mwenye mpole ni kwenda kuangalia watu kama hawa ni wagonjwa, wanahitaji msaada wako. Wanahitaji tu katembe kamoja ka sukari, wanahitaji katembe kamoja tu ka pressure. That is all what they need from you. Salari yako weka nayo. Just find a way. How can you be a blessing to these old people? How can you be a blessing to the society? Hiyo ndio heri mwenye upole. Maana hao utarithi hichi. Hakuna kule mbinguni mnaambiwa tunaenda. Hakuna kwenda hapa. Tengeneza maisha yako hapa kabla ya hiyo propaganda ingine ikuje. Thondekera muturire waku guku thi.
ithe witũ ũrĩ igũrũ. Ũthamaki wĩkagwo gũkũ thĩ. Watigana na kũu kũngĩ gwa kũheo tondũ nĩmwendete gwa kũheo. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako, ufalme wako ukuje wapi? Ifanyike hapa duniani kama kule mbinguni inavyofanyika. Nani alisema hiyo yote? Yesu. Na wewe unang'ang'ana kwenda mbinguni kufanya nini? Na Yesu amekuambia omba hivi, itisha ufalme ukuje. Kuitisha ufalme ni kumake sure huyu mtu amekaa vizuri jinsi Mungu anavyotaka. Huyu mtu amekaa kwa maisha mazingira mazuri jinsi Mungu anavyotaka. Ufalme wa mbinguni uko na raha, utengenezee huyu raha zake. Ufalme wa mbinguni uko chakula, utengenezee huyu mzee apate chakula. Ufalme wa mbinguni uko na nguo nzuri, huyu mama apate nguo nzuri. That is all what we are looking for. Make this world a beautiful place where everybody can live. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauwezi kubarikiwa if you need any blessings. Kama mnahitaji blessings zozote, be a blessing to the society. Young girls and young boys, for you to be blessed, be a blessing to the society. Be life to the society. Kuna siku moja utakuwa kama yeye, na kama haukupanda mbegu ya kusaidia wengine. Hii mbegu ukipanda, ukinunua nguo, ukinunua sukari, ukinunua kaunga, hiyo ni mbegu umepanda, itamea one day. One day itamea na itakuwa msaada kwako wakati utaihitaji, maana ni kitu uliweka. Unapotoa kusaidia ni kwa Mungu umewekeza. There is a day utamkumbusha Mungu. Hezekia alimkumbusha Mungu akamwambia, kumbuka kitu kimoja nimewahi kufanya. Just one. Hakumwambia kumbuka mambo mengi niliyoyafanya. Alimkumbusha tu, kumbuka kitu kimoja. Fanya kitu kimoja tu ambacho kinaweza kumunguza Mungu. Fanya kitu kimoja. Labda kifunguo chako kiko na hawa. Wengine wetu tumefungiwa manyumba zetu, tumefungiwa maisha yetu, biashara zetu zimekwama, kazi zetu zimekwama. Kumbe hawa ndio wako na maisha. This is the best preacher you need. This is the best pastor you need. This is the best apostle you need. This is the best evangelist you need. This is the best messenger you need. Hauhitaji mtu mwingine, unahitaji huyu kuwa nabii wako. Kuwa nabii si ni kuja nikutabirie. Bwana anasema that's being a messenger. Kuwa nabii ni huyu mama akiwa kwa nyumba, chakula nayo ikula, anasema Mungu kumbuka aliyenunua hii chakula. Akivaa kanguo anaambia Mungu kumbuka aliyevaa nunua kanguo haka. Akienda kwenye bathroom akioga anaambia Mungu kumbuka aliye nisaidia kununua sabuni hii. That is your best prophet. Best prophet is not the apostle you are saying here. Mimi tu nikakuja nikwambia Mungu anataka nini, na nikwambia utabarikiwa, lakini baraka ziko na gharama. Hata nikikwambia utabarikiwa na hakuna gharama utaweka, basi hakuna baraka zitakuja. You are wasting your time and you are wasting my energy either. Hauna baraka utapata if you have no relationship with the godliness. Godliness ni kujua Yesu alikuwa nani, Yesu aliishi wapi, Yesu anakaanga kwenye makanisa ama anakaanga wapi. Does Jesus live in churches? We only come to command Jesus. Toka sade to command Jesus. Come, Yesu, kuja hapa unibariki. Yesu hayuko hapa. Yesu yuko ndani ya huyu mama. Yesu yuko ndani ya huyu baba. Yesu yuko ndani ya huyu. Yesu yuko ndani ya huyu anayeteseka, huyu ambaye ako jela. Yesu yuko kwenye umaskini. Yesu yuko kwenye mateso. Yesu yuko kwenye mazingira ambayo wewe mwenyewe hauwezi kuyaishi. That is where Jesus lives. Go find him there. Nenda ukatafute Yesu huko. Nenda. Alisema nilikuwa jela, hukuja kuniona. Nilikuwa hospitali, haukuja kuniona. Nilikuwa sina kitu cha chakula na haukunipatia. Na kuna wengine wetu hapa chakula wanapatiaga ubwa, chakula ya kununua supermarket.
Unaenda unanunua chakula ya shilingi 3,000, 5,000. Unasema hii inapelekea ubwa yangu. Unaenda nyama unanunua nyama kilo 10. Inakatakatwa, inachamushwa vizuri, unachamshia ubwa yako chakula vizuri. Na kuna mtu hata kamchele vijiko 2, anataka tu kamchele vijiko 2 ya kule. Only 2 spoons. Anataka vijiko 2 tu. Lakini you can be able to afford kupeleka mtoto wako Mombasa aende akaswimu tu. Kwa akaunti yako unatoa shilingi 25,000, unampatia mtoto wako aende akaswimu. Kuna siku huyo mtoto atakuwa Amerika, kuna siku huyo mtoto atakuwa Mombasa, kuna siku huyo mtoto atakuwa Nairobi, kuna siku huyo mtoto atakuwa Nakuru, na wewe utakuwa peke yako kwa kanyumba peke yako, living alone. Maana kuna wakati you will be alone in the house. There is a day you will be alone in the house. Your children will go. I no longer live with my mother. Even you don't live with your mother. Kuna siku mama yako alikuwa anakuangalia kama kifaranga, lakini sasa wewe ni ka message. Ukiona akipiga simu unakata simu, unajua anataka pesa, unamtumia shilingi 2,000. Because hautaki akusumbue, hautaki akusumbue. Kuna siku pia na wewe mtoto wako huyo unayempenda pia, kuna siku atakutumia tu M-Pesa, maana atajua tu unapiga simu kwa sababu ya shida ya pesa. Ipande mbegu ambayo kesho utavuna. Ipande mbegu ambayo kesho utaikumbuka. Katika hawa, huu ni uwekezaji wa maana. Yesu akiwa mbinguni atakukumbuka. Mungu akiwa mbinguni siku moja, He will reward you. He will be a blessing to you. He will change your status. Maybe you need just 10 bob, 100 bob, 200 bob to bless this old man. Naye huyu mzee atemee mate yake kwa kifua, na milango yote shetani alikuwa amefunga ikafunguka. You don't need a miracle. You don't need to travel from here to Nigeria kwenda kukutana na nabii wa Kinigeria kuombee. You need to be a blessing, to do the will of God, to be a blessing as God wants you to be. Just wewe ukwe tu baraka kwa watu kama hao. Na huyu Mungu akiwa mbinguni, He's watching over you. He's looking at you. Anakuangalia. Hawa kuna siku walikuwa na nguvu mzuri hata kuliko yako. Maana hawa walikula matanuko, walikula mandizi, walikula mianga, walikula ikoa. Wewe umelelewa na Cerelac, hata hauna nguvu. Kahoma kadogo kakikuja tu unakohoa, ni kama tigatiga ya Ferguson imekwama kwa mtaro. These people, they were stronger than you. These people walikula vizuri. They are not like you. Invest in these people. They are carrying your blessing. Invest in these people. They are carrying your future. They are carrying the key to the blessings that you need. Unahitaji msaada wao. Kifunguo cha maisha yako kiko pale. Na sio hawa tu, hata yule yuko mtaani kule, yule yuko kule anakaa hana chakula, hana nyumba, amefungiwa. Imagine huyu anatoka kutafuta pesa ya kulipa rent, na kwa akaunti yako uko na milioni imelala haina. They may have, labda walifanya makosa, lakini hatuna jukumu la kujua makosa walioifanya. Jukumu lako ni kujua, nitasimama na huyu mama namna gani, nitasimama na huyu baba namna gani. How many time amelala njaa akisema nale korone dona modo ogioka tu agorera gashoro, nale korone dona modo ogioka arugame nani, nale korone dona modo ogioka adeithie. Ni siku ngapi wamelilia kwa nyumba hiyo? Sasa ndio laana imetanda kwa nchi yetu. Hiyo laana, Ruto alibomoa manyumba zao na yeye yake imebomolewa. Walilia kilio, niliwaona wakilia kwenye ma-TV. Niliona wakilia wakiambiwa, Ruto tumekufanyia nini? Angalia, kilio kilifikia Mungu mara moja, na yeye akalipuliwa. Saizi ameingia kwa nusu mkate, na alikuwa amesema serikali yake itajengwa na mahasira, itajengwa na mama boga na watu wa boda boda, haitakuwa nusu mkate. Saizi ni nini? Mungu anasema, na mimi nitakuweka aibu mbele ya watu waliokuheshimu.
Nitakuweka aibu, dunia mzima itakuangalia hivi, maana aibu nitakayotia ndani yako kila mtu ataishuhudia. Aliapa akasema nusu mkate haitakuwa. Sasa tuko na nini? Hata ni 3/4 ya mkate. Yule mtu alikuwa anasema huyu ni muganga, saizi ako na muganga kwa meza moja. Hivyo ndivyo Mungu anatuangalia kwenye maisha yetu. Tulidanganya Mungu tukamwambia tutafanya hiki, tutafanya hiki, tutafanya hiki. Alipokupatia sahani, alikokuandalia meza, ukamgeuka na ukamwambia Mungu, umezeeka, nenda ukae chini kidogo, tukupangie serikali, tukupangie kanisa. Sisi tulianza tukusema kanisa letu tutakuwa tukisimama na wasiojiweza. Kanisa letu, na hatujaacha, tumeendelea hivyo hivyo. Kutoka kule tulipoanza mlimani, tulikuwa tunaenda kila mwisho wa mwezi. Saturday moja tulikuwa tunaenda mlimani kumwabudu na kuambia Mungu. Tulikuwa tunaenda na wazee hawa. Wazee wangapi tulikuwa tunaenda? Mzee mmoja ambaye tumeenda, tulikuwa tunachukua kilori kimzima, kibasi mzima, tunaenda mlimani. Kule mlimani Saturday tunaomba. Wazee hawa, vijana, wasichana, watu wote, tabaka kila maana, tulikuwa tunaenda huko mlimani. Lakini sasa ni kama tulisahau. Mungu anasema turudi mlimani, maana huko ndio tulipatiliwa kifunguo cha ministry hii. Mungu anasema turudi, muorganize every Saturday ya mwisho ya mwezi. Tunaenda kule Gongo, tunaenda, unalala huko kwa kichaka, unaita Mungu tu. Tutakuwa tukichukua gari kutoka hapa asubuhi mapema, tunaenda tunashinda huko, tunatoka huko jioni. Watu wote, kanisa mzima. Kwa hivyo we must make one day available to go to the mountain. One day, just to itegai, to gai. Na mtaona Mungu atakavyobadilisha nchi yetu. Utaona Mungu atakavyobadilisha maisha yetu. Utaona Mungu atakavyotufanya. Angalia alivyotufanya. Tulikuwa tunaenda, alivyotuinua mpaka kiwango tumefika. We are here because of fire we started there in the mountain. Kitu ambacho ulianza nacho kidumishe, maana hiyo ndio gari yako ya kukupeleka mpaka safari ikafika. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuweze kumwamini, tuweze kukaa kwa upendo wa Mungu. Just go home as you go home today. Go divine. Ujue Yesu ni nani. Ujue Yesu ni nani, na utafute ujue Yesu anakaanga wapi. Jesus, this is a congregation, tumekuja hapa. This is not where Jesus lives. Jesus is in your hearts. Moyo wako Yesu ndio amekaa huko, na amekaa huko ndio aangalie what kind of a person you are, what kind of a human being you are. He's looking for a humble and a meek. Anatafuta watu wanyenyekevu. Anatafuta watu ambao wanamuitaka, watu ambao wanamjua, watu wanaotambua uwepo wake, watu wanaotambua urithi wake. He is ready to hear you. He's ready to listen to you. Damu yake iliyomwagika, ilimwagika kusudi uweze kukombolewa. Ilimwagika kusudi uweze kuinuliwa. Ilimwagika kusudi uweze kubarikiwa. That is why he is blessing you. He can only bless you if you are a blessing to others. God is not a one way, he is a two way. He will only bless you if you are blessing. He will only be in your life if you are in his life. Geukieni Yesu. Wacha tuwe wa kumgeukia Mungu. Tushokerere Ngai witu. Tushokerere Ngai witu. Turudi kwenye Mungu. Turudi tutubu dhambi zetu, nayo nchi yetu itapata kupona. If we literally go back to God, if we literally go seeking God, tuete Ngai, tumuite huyu Mungu, tumwambie Mungu tumekuja, tuvae magunia, tujibake majifu, tuende kwenye milima, tulilie Mungu, taifa letu litapona na ufalme wa Mungu utasimama. Yesu atakuja na atasimamisha, his kingdom will reign. Uthamaki wa Ngai ni ukorogama.
twahera mehia maitu, tungicokerera Ngai, turudi kwenye miguu ya Mungu. Huyu Mungu akona uwezo, huyu Mungu akona baraka. He knows what he knows. He knows what we need and he knows what we don't need. He's a faithful God. He is ready. Amefungua mikono yake, iko wazi ndio akue baraka kwako. Mikono yake iko wazi, anauliza yuko wapi mtu ambaye atasimama na kazi yangu? Yuko wapi mtu ambaye atakuwa pillar in my work? Yuko wapi mtu atakayesimama na watu kama hawa? Yuko wapi mtu atakayesimama na injili? Injili ikawafikia wengi. Angalia vile tulimetiliwa kejeli wa Kristo. Nobody is, hata sisi utakuta wa Kristo they have no foundation. Waislamu wametushinda. Sasa Waislamu ndio wanaoajiri kazi, wanawachekelea, wanawatusi, wanatumia majini katika kazi zao. Sunday unakuja hapa kuita Yesu, na Monday mpaka Saturday umekuwa ukitumikia jini. Wamechukua maduka zenu, wamechukua kila kitu. Why? Because wanajua Mungu wao na wanajua kufuata Mungu wao, naye Mungu wao amewapigania. Mungu wetu alienda wapi? Mungu wetu alienda wapi? Ngai witu athire ku? Alipotelea wapi? Hati hakuna mtu aliye na utu, hakuna mtu aliye na yani tumekuwa kama wanyama. Nobody is taking care, nobody bothers. Kanisani ndio wachawi mumekaa, mumejaa. Kanisani ndio talanta zinavunjiwa. Mtu akionekana anafanya kitu kizuri kanisani, ndio waganga wako huko na wachawi kuvunja huyo. Mtu akionekana ni mwombezi anapigwa. Mtu akionekana ako na jambo zuri, huko ndio vita vinatokea. Mpaka watu wanasema kanisani ndio kuna vita. Mbona kukakuwa na vita ili hali tuko na Mungu? Where is our God? Why did we abandon our God? Tuatikanie na Ngai witoneke. Tuliachana na Mungu wetu kwa nini? Huyu Mungu mwenye alikuwa na Isaka akapigania Isaka. Huyu Mungu mwenye alikuwa na Yakobo. Huyu Mungu mwenye alikuwa na Abrahamu. Huyu Mungu wa ahadi ambazo alitoa na akasema kizazi chako Abrahamu hakitaingia kwenye matatizo, na kikiingia kwenye matatizo nitapigania hawa hicho kizazi. Where is our God? Why did he abandon us? Is he, ni yeye alituacha ama ni sisi tulimwacha? Why we no longer watujari? Hata ukiwa kanisani haujari, unaweza kufanya jambo lolote, you don't care, you don't care, haujari. Unaroga mtu kanisani, hujari. Umebeba gedito kanisani, haujari. Unakuja tu na unakaa unang'edia, unashika vidole zako ati unafunga. Acha nikwambie, tumeinua madhabahu ya Mungu. Hautahitaji kuhubiriwa. Ukiingia kwenye ule mlango ule tu kuingia, madhabahu yako yote yatabomolewa. Madhabahu yako yatachomeka. Siku nyingine watu wataona, unaona amekaa tu, unaona moto inawaka, moshi inawaka, medhito zake zimelipuka, zinaanza kumchoma. That is what we have called God. Hivyo ndivyo tumeambia Mungu, nimeinua madhabahu hii kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Nimeinua madhabahu hii, yeyote atakayekuja kwenye nyumba hii apate baraka za Mungu, apate kuinuliwa, apate kufunguliwa, apate kuwa mshindi. Bali natangaza nikiwa kwenye hii madhabahu, Mungu wa mbinguni unisikie. Wewe ndio uliniita na ukaniambia jinsi nitakuwa nikifanya. Wachawi na waganga watakapokuja kwa nyumba hii Baba, walete hilisi, walete ugonjwa, walete umaskini, walete vita. Baba, nakuuliza jinsi ulivyofanya na wale ambao waliitwa Kora na Dathani, dunia ikapasuka wakamezwa, na kuomba Baba ukaifungue mdomo wa dunia, wote wakamezwe. Kusibaki atakayesumbua wengine, kusibaki atakayekuwa mateso kwa wengine, kusibaki atakayelete ilisi kwenye nyumba hii, kusibaki atakayelete vurugu kwenye nyumba hii, kusibaki. Hata taifa letu ninalipokeza mikononi mwako. Taifa liwe la kukufuata, kukupenda. Wewe tu ndio uliinua kinywa chako ukasema hawa wameenda kinyume na maelekezi ya mtumishi wako Musa, na ukasema utawamaliza. Nakuuliza, hilizi zozote zilizo katika nyumba hii
zikaondoke katika jina la Yesu Kristo. Uchawi wa aina yoyote ule, uwe ni uchawi wa mdomo, uchawi wa mdomo, uchawi wa hilisi, uchawi wa kubeba na miguu, uchawi wa kubeba na mikono, uchawi wa kubeba na ulimi, na uchawi wa kupeperushwa kwa upepo, uchawi unaotokana baharini na uchawi unaotoka kwenye nchi kavu, wote Jehova ninamkabidhi. Madifaina wote ninakukabidhi mikononi mwako. Ninawavunja, ninawateketeza, ninawasambaratisha in the mighty name of Jesus Christ. Mwambie mwenzako, mwachie Mungu. Tusome kitabu Proverbs 3:5. Proverbs 3:5. Hakuna chembe yeyote itakayosimama hapa ya kutoka kwa shetani. Wewe na kizazi chako mtapata mambo ambayo hayatakufurahisha. Mungu mwenyewe amesema amelichukua kanisa lake na analisafisha. Amechukua kanisa lake na amechukua watu wake na anawasafisha. Hata nyinyi mashosho, kama mko na uchawi, kama mko na vidhito mumefugilia kwa guo, hizo vidhito zitaaguka na zitakuchoma. Mtumaini Mungu kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Tumtumainie Mungu, tumwetage Ngai o mahinda-inĩ mothe. Usitegemee akili yako, tegemea tu kufanya jinsi Mungu anavyotaka, kaa jinsi Mungu anavyopenda. Mpendeze Mungu, wacha kumpendeza binadamu. Do not lean on yourself. Mtumainie Mungu peke yake kwa moyo wako wote, sio kwa moyo kadogo, kwa moyo wote. Wala usitegemee akili zako mwenyewe. Tuendelee 6. Usitegemee akili zako, tegemeza uwezo wa Mungu kwa kila kitu. Katika njia zako zote mkiri yeye peke yake, naye atayanyosha mapito yako. Mapito yako ni magumu, mapito yako yamekuwa mateso makubwa, lakini anasema ukatika njia zako zote mtegemee Mungu, mkiri yeye peke yake. Yenabere ukirahaga Ngai, ogetaga Ngai, unamwambia wewe ndio Mungu, wewe ndio mwenye kuweza, wewe ndio mwenye baraka, wewe ndio mshindi. Usiwe mwenye hekima machoni pako, mche Bwana akuepushe na uovu. Mche huyu Mungu tu, ndio ako na uwezo wa kukupigania kutokana na uovu. Ako na uwezo wa kukushindania kwenye vita zozote, mateso unayoyapitia. Usiwe mwenye hekima machoni pako, itakuwa afya mwilini pako na mafuta mifupani mwako kama ukimtegemea Mungu. Just wait, mutereraga yoyo, mngoje tu huyu Mungu. Ako na uwezo. Wacha kujipigania, wacha kutengeneza njia zako, wacha kutengeneza mipango yako, wacha kutengeneza minara yako. Mwache tu Mungu aitwe Mungu. Muheshimu Bwana kwa mali yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Muheshimu Bwana huyu kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Muheshimu. Lete mahali yako yapeleke. Unapotoa hivyo, tumesema utamnunulia yule mama nguo. Ni mali yako, umeheshimisha. Huyu mama Jumapili atakuja ameng'aa. Kule mbinguni kutakuwa na raha. Kule mbinguni kutakuwa na mambo mazuri. Kule mbinguni milango itafunguka, na haitafunguka kwa sababu ya kitu kingine. Itafunguka kwa sababu umeheshimisha Mungu wako kupitia kwa mali Mungu aliyokupitia. Ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi. Unapomheshimisha Mungu, ghala zako, makobe itajazwa. Mungu atakuinua, Mungu atakufungulia baraka nyingi, Mungu atakufungulia njia zako, Mungu atakufungulia mipango yote, na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. The glory of God. Mashinikizo is a challenge, ni majukumu. Yote yatageuzwa. Kila kitu kilikuwa kimezeeka kitabadilishwa, kitafanyika kipya.
Walikuwa wamesema wewe hauwezi kupata kazi, wewe hauwezi kupata ndoa, wewe hauwezi kupata biashara, wewe hauwezi kuvumilia, wewe hauwezi kuwa. This God will lift you up. He will change your fortunes. Atakubariki. Tuendelee. Atakubariki. He will change you. He will transform. Mwanangu, usidharau kuadhibiwa na Bwana, wala usione ni taabu kurudiwa na yeye. Kubali Bwana kuadhibu na akurudie. Kubali Bwana akunyooshe. Kubali Bwana akutie adabu na akurudi. Maana akirudi kwako, hakuna siku hata moja utaishi kuangamia. Hakuna siku hata moja utaishi kushindwa vita. Hakuna siku hata moja utaishi kuteseka. Maana huyu Mungu atakuwa amerudi kwako. Kwa kuwa Bwana ampendaye humrudi, kama vile baba mwanaye ampendezaye. Yaani huyu Mungu anatupenda, kwa hivyo ataturejelea. Anatupenda, kwa hivyo atarudi kwako. Ukirudi kwake, ukikubali akunyoroshe, ukikubali akutie adabu, ukikubali akufundishe, ukikubali akuelekeze, na yeye atakuelekeza. Na akikuelekeza, hakika atakuja kwako. Na atakapokuja kwako, maisha yako itabadilika. Badilisha tu nia yako, badilisha njia zako. Change your ways of doing things. Change your ways of doing. Badilisha tu. Mushokerere Ngai. Shokerera Ngai. Muite tu huyu Mungu. Mwambie Mungu, nataka kurudi kwako. Mwambie Mungu, niko tayari kurekebishwa. Mwambie Mungu, ninakuja mbele zako. Ujeuri wangu umefika mwisho. Fikira zangu zimefika mwisho. Masomo yangu yamefika mwisho. Elimu yangu yote imefika mwisho. I want you to handle me from today. Nimekuwa jeuri, nimekuwa nikifanya, lakini there is nothing I can account for. Heri mtu yule aonaye hekima na mtu yule apatiaye ufahamu. Tafuta tu hekima, wisdom from God. It is only God who can do it. It is only God who can give you this wisdom. It is only God who can be a blessing to you. Maana yeye ana dhamani kuliko marijani. Huyo mtu mwenye hekima ako na dhamana kubwa kuliko marijani. Wala vyote uvitaminiavyo havilingani na yeye. Gari lako, nyumba yako nzuri, kazi yako nzuri, ndoa yako nzuri, haina dhamana kuliko mtu mwenye aliye na hekima ya kutoka kwa Baba. Hekima inatokanayo na Mungu. Iko na uwezo, iko na mamlaka, iko na change. Inaweza, maana akikupatia hekima. Sulemani aliulizwa na Mungu, ungetaka nikupatie nini? Alikuwa na uwezo wa kuitisha askari, ilikuwa na uwezo wa kuitisha jeshi, alikuwa na uwezo wa kuitisha vitu vikubwa na mali makubwa, lakini aliitisha hekima ya kuweza kuwaongoza watu wa Mungu. Maana alijua dhamana kubwa ya Mungu iko kwenye hekima. Alijua dhamana kubwa ya kumjua Mungu ni hekima. Alijua dhamana kubwa ya kujua jinsi Mungu anavyofanya, anavyotaka ni hekima. Ukiwa na hekima ya mbinguni, milango yako itafunguka. Ukiwa na hekima ya mbinguni, njia zako zote zitafunguka. Ukiwa na hekima ya mbinguni, mipango yako itakuwa huru. Na hakuna siku mateso yatakupata. Hakuna siku nzige, tunutu na mandumandu zitakula vitu zako. Miaka yote iliyoliwa na nzige, Mungu atakuregeshea. Ana wingi wa siku katika mkono wake wa kuume. Mwingi, ana wingi wa siku. Kumaanisha ukiishi kwa hekima, siku zako zitaongezeka. Ukiishi kwa hekima, Mungu atakujalia, atakusaidia, atakupatia vitu vingi. Miaka atakuongezea, maana ulikaa kwenye hekima za Mungu. Anasema ana wingi wa siku katika mkono wake wa kuume, utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Imagine vile vitu vingi mnavyo vidhamini sana, ziko kwenye mkono wa kushoto. Lakini kitu cha muhimu, miaka mingi ya kuishi bila tabu, miaka mingi ya kuishi bila magonjwa, miaka mingi ya kuishi bila matatizo, iko kwenye mkono wa Baba wa kulia. Ndivyo tangulizi. Yesu mwana wa Mungu yuko kwenye mkono wa kulia, anatutetea. Njia zake ni njia za kupendeza sana
Huyu Mungu njia zake ni njia za kupendeza. Njia zake ni za gukenia, ni njia njega zake ni za kupendeza sana, na mapito yake yote ni ya amani. Kumaanisha magonjwa hayatakupata, mateso hayatakupata, nyumba hazitabomolewa, mashamba hautanyaganywa, biashara utafanya kwa uzuri, maana mapito yake yote ni ya amani. Jiulize, ni kwa nini wewe ni mchanga, you are still young, lakini mapito yako yamekuwa ni majonzi, mapito yako yamekuwa ni mateso, mapito yako yamekuwa ni vilio, miili ni magonjwa. Hauwezi kuishi siku moja bila kumeza matembe. Hauwezi kuishi siku moja bila kukimbia kwenye hospitali. Hauwezi kuishi siku moja bila kulia njaa. Hauwezi kupita siku moja bila kupigwa kasimu kakuambia unadaiwa, maana hauna amani. Mwili wako hauna amani, familia yako haina amani, ndoa yako haina, kanisa haina amani, taifa la Kenya halina amani. Amani yetu ilienda wapi? Yeye ni mtu wa uzima kwao wamshikao sana. Haleluya. Ana heri kila mtu ashikamanaye naye. Huyu Mungu ana heri kubwa. He loves you. He takes care of you. He knows you by your names. He only needs your presence. He only needs your commitment. That is all God is looking from you. And He will change the way you live. He will change your fortunes. Atabadilisha maisha yako. Hautakuwa vile ulivyokuwa. Hautakuwa tena. Maana wakati ataingililia maisha yako, ni mtu mwa uzima kwa wao wamshikao sana. Ana heri kubwa. Kwa hekima Bwana aliweka msingi wa nchi ya nchi. Hekima yake aliweka msingi. He laid the foundation out of the wisdom. Kwa akili zake akazifanya mbingu zikakuwa imara. Kwa akili zake Mungu alifanya mbingu zikakuwa imara. Ziko imara kwa ajili yako. Ziko imara kwa kubeba baraka zako. Mbingu, the heavens are open. Their foundations of the heavens are strong. They are just waiting for you to align with the heavens, and the heavens will work. Kwa maarifa yake vilindi viligawanyika na mawingu yadondoza umande. Kwa nini? Kwa maarifa yake. Umande unadodonza nini? Mwanangu, yasiondoke haya machoni pako. Shika hekima kamili na busara. Mwanangu, shika haya kwa hekima. Yashike mazuri haya. Basi yatakuwa uzima kwa nafsi yako, na neema shingoni mwako. Yatakuwa nini? Uzima kwa... Turudi nyuma kidogo. Unaenda mbio sana. Why you so fast? Basi yatakuwa uzima kwa nafsi yako, na neema shingoni mwako. Yani kwenye nafsi yako, in your spirit, in your soul, itakuwa nafsi yako, na neema kubwa kwenye shingo lako. Ndipo utakapokwenda katika njia yako salama. For you to find peace, for you to live in peace. Wewe kukaa vizuri, kuishi maisha mazuri. Ndipo utakapokwenda katika njia yako salama. Wala mguu wako hautakuwa, mguu wako hautaumia. Mguu wako hautakupeleka kwenye mapango ya kishetani. Hautakupeleka kwenye maadui. Hautakupeleka kwenye sehemu ambazo shetani atakutana na wewe. Maguu yako yatakupeleka kwenye njia zipendezazo Mungu. That is all he is looking from us. Hicho tu ndio anachokitaka. That is all what he needs from you. He is here. Ulalapo hutaona hofu. Utalala kwa raha mstarehe. Naam, utalala na usingizi wako utakuwa mtamu. Wengi wenu hata mlali. Wengi wenu hata mpati usingizi, maana hamna utamu wa kulala. Mutiona gatoro ni magiriko. Metagiko todo doe ni ate wogo dirushio.
Ndoi guguthiate, ndoi ukaroka ku, ndoi niki wina kio. Unateseka. Usiogope hofu ya ghafla wala uharibifu wa uovu utakapofika, maana uko na Mungu. Hautakuwa na shauku ati kutakuwa na uharibifu. Angalia sasa, hawa mama walibomolewa nyumba kwa ghafla. Nchi yetu karibu ibomolewe kwa ghafla, maana tulimuondokea Mungu. We are not walking with God. Tumemuondokea huyu Mungu. We are not, hatuko karibu na Mungu. Hofu imetuingia, maovu yametupata. Maimahio, tulikutwa na maji usiku. We had no warning. Eti sisi ni watu wa Mungu, but we had no warning. Hakuna aliyekuja kutuambia kuna jambo liko tayari kufanyika. Nchi ilivamiwa kote, mitetemeko ya ardhi ikakuwa. Kwa kuwa Bwana atakuwa tumaini lako, naye atakulinda mguu wako usinaswe. Just tumtegemee huyu. Tukae kwenye upendo wa Mungu. Ako na uwezo wa kukuzuia mguu wako usinaswe na shetani. Mguu wako usikamatwe, wala mkono wako usiingie kwenye mambo ambayo yanaweza kukuharibu. Usiingie kwenye mambo ambayo yanaweza kukupelekea katika majanga ya mateso. He knows you. Kwa kuwa Bwana atakuwa tumaini lako, naye atakulinda. Miguu yako iwezi kunaswa, haitashikwa na maovu yote yale. Huyu Mungu awakumbuke. Huyu Mungu awabariki. Huyu Mungu akafungue njia zenu zote. Huyu Mungu akutie moyo wa kumrejelea. Huyu Mungu akuweke tumaini kubwa. Huyu Mungu akufanye moyo wako ukayeyuke, ukarudi kwake. He is the only solution to your problem. He is the only solution to what you are supposed to go through. Anakupenda. Usiwanyime watu mema yaliyo haki yao, ikiwa katika uwezo wa mkono wako kuyatenda. If it is in your hand, kama ni kitu kiko kwenye mkono wako kuwasaidia, watende wema. Watende hawa watu wema. Watende vijana walio mitaani wema. Watende kila mtu kama iko in your capability. If it is in your hands, wagikoro ni uri no hoti wa gwika uguo, ndukamaime mawega ma Ngai. Usiwaache wakateseke. Usiwaache. Usiwaambie jirani yako. Usiende ukitangazia majirani, mimi ndio nilisaidia fulani. Usiende ukitangazia watu, mimi ndio nilifanya. Sio for advertisement. Nenda urudi, halafu na kesho nitakupa. Nawe unacho kitu kile karibu nawe. Usiwaambie uko na pesa kwa mfuko, lakini unamwambia nenda kuja kesho. Uko nazo wakati huo, Mungu ametumana wakati huo, msaidie wakati huo. Usimwambie nenda rudi. Usimwambie nenda kuja siku nyingine. If you are capable of doing that, do it, because God is a God who is an instant God. Thank you. God bless you. Mungu awabariki. Mungu awainue. Asanteni, tukutane kwenye muda huo mwingine.